born mnipelele shamba yangu ya Botori. Mtoto wangu second born mfanyie hivi. Mama yangu pesa niko nazo kwa account mpe. Baba yangu pesa ya life insurance ni yake. Sawa sawa. Hiyo ni will. Inaitwa oral will. Like una dictate. I think that is what most of our kissy men or our fathers and forefathers did or still do. But sasa iko na problems, iko na changamoto zake. Changamoto ya kwanza ni kwamba mtu anaweza ibadilisha rahisi sana. Kwa sababu si unajua si nilikuja nikamwambia walikuwa wawili, si ndio? Hakuna mahali tumeandikishana chini, hakuna mahali wamesaini. Akuja afike aseme alisema tukupe KCF lakini KCN ni yangu. Nani atapunga? Kwa sababu hakuna evidence. So we prefer written. Ndio isilete changamoto ya pili ni kwamba changamoto ya pili ni kwamba inaleta mizozo katika familia kwa sababu hakuna hii ya kutoaminiana. Kwa hivyo italeta pia utengano katika familia. But tuko na ingine yenye inaitwa written ama ile will ambayo imeandikwa. Cha kwanza ni kwamba lazima iwe imeandikwa chini. Na hapo ndio sisi tunaingilia, sisi kama mawakili. Ukija kwa wakili, umwambie unaandika will. Lazima kitu ya kwanza ikuwe imefanya nini? Imeandikwa. Kuandikwa is a character of that will. Ya pili, lazima ikuwe na witnesses, yani washahidi. Na hao washahidi si nini wanaitwaje, si beneficiaries. So unajua beneficiaries wanaweza kuwa wamekuja wamekwambia usiponiandika nitakufinya, si ndio? Sasa unaleta witness, maybe your uncle, maybe your friend, wanakuja wanaona vile utaandika hitimiliki yako. Alafu kuna kitu kingine inaitwa signature, signing. Mnaandika chini, huko chini unaandika ukimaliza, mimi Nyabando Nyasimi niko na hii miaka, ninajua niko na utajiri wangu ni shamba fulani, gari fulani, nini fulani. Kama kuna hizi vitu tunaita art collections, picha fulani nini na zina dhamani fulani, unaandika, mnamaliza, una sign. Sawa sawa. Alafu mkishamaliza kusign kuna kitu inaitwa attestation. It's also another form of like kukubali kwamba hii kitu imeandikwa in a proper way. So Tom atasign kama witness, Lydia atasign na wakili wako atasign. Na kuna kitu in execution. How execution happens is kuna mtu ndaweza kuwa umesema kwamba nikikufa fulani na fulani asimamie mahari yangu, si ndio? My property. Sasa huyu ndio wakati utakufa atakuja na wakili, tukuje tuite familia yenu tuambie tafadhali kaeni chini na huu ndio wasia wa mwenda zake. Kutoka hapo nilikuwa pia niwaambie kitu inaitwa ni mali gani yanaweza kuwa kwenye urithi, haswa kwa waliooana. Sawa sawa? Kama mko na maswali mtaniuliza baadaye. Kwa waliooana kuna unaweza andika will either kibinafsi ama na bwana yako ama na bibi yako. Sawa sawa? Haya. Sasa tukikuja kwa bibi na bwana ama tukikuja kwa marriage. In Kenya we only have one recognized marriage. It is between a husband and a wife. Na si husband. Okay, husband ni husband, lakini si wife husband. Mnajua hii maneno ya LGBTQ? Haya, sasa hiyo sisi hatujai recognize bado. Sasa lazima uoe mwanamke na uolewe na mwanamume. Mnanifuata? Nimewacha kwa mtu? Haya. Sasa kwa Kenya kuna kitu inaitwa bibi. Lydia atawafunza bibi ni nini, lakini mimi nawafunza marriage, yani ndoa ni nini kwenye sheria. Kwa hii sheria kuna kitu inaitwa Marriage Act na inasema kwamba bibi ni mwanamke
aliyehitimu miaka ya 18, mwenye akili timamu na mwenye uwezo wa kuingia katika mahusiano ya ndoa. Sawa? Sasa the opposite applies to the man. Mwanaume mwenye harusi ni mwanaume mwenye amehitimu miaka 18 kwenda juu, akili timamu na vitu vingine ambavyo hatuwezi kuexplainia kwa sababu ya muda, na I only had 15 minutes. And then now we come to what we call matrimonial property. Matrimonial property ni hii. Nani hapa amefanya harusi? Bibi yako akapa Elda? Umefanya harusi, si ndio? Bibi yako akapa? I would have loved to use you as an example. These things I thought. As I was saying ni hivi. Unaona Elda, wakati ulikuwa hujaoa, si kuna kitu ulikuwa nayo? Hizo ni zako. Sawa? Lakini ile siku yenye ulioa, ile nyumba muliingia, ile mahali mulilala, hiyo inaitwa matrimonial home. Sawa sawa? Na bibi yako kama alikuwa tajiri vile alikuwa, ama vile alikuwa na kila kitu yenye alikuwa nayo, hizo ni zake. Sawa? Lakini kila kitu yenye alipata wakati mlikuwa kwa hii uhusiano ni yenu. That is also called matrimonial property. Here is another thing. Mumenunua shamba, mumeenda mumeishi hapo, hata kama ni wewe ulikuwa umenunua, lakini wakati ulimuoa hapo ndio ulimleta. Hiyo ndio inaitwa matrimonial home. Hiyo pia hatu count ati wewe ulikuwa nayo before. Wakati ulimuoa ulimleta wapi? Hapo ndio inaitwa matrimonial home. Alafu we also have what we call other properties like gari, shamba, paintings if you like art. We have like rentals. Hizo zinaweza kwa matrimonial property. Like property that you acquired while in marriage. Sawa, hizo zote zina fall under matrimonial property. Lakini mtakapo waachana, unaona leo tumeona na my brother here. Tumeona hapa kwa hii mahusiano yetu kuna hiyo matrimonial property, kuna gari alikuwa amenunua nini, lakini tuachane leo, si ndio? Tumedivorce. Kesho anunue gari. Hiyo gari ni kesho ni win 300 million. Hiyo pesa ni, hata kama tulikuwa tunajuana bro, sikujui, pesa ni yangu. Ama kama mlikuwa mnajuana hakujui, gari ni ya nani? Haya, kuna kitu yenye haikuangi property. Inaitwa aje? Watoto, they are not property. So hii ya kusimama naambia abana nipewa watoto wangu. Watoto ni kwani ndio wewe peke yako ulitengeneza? Watoto ni wenu na watoto hawagawani. So tulisema kama kuna swali tunapatanga sana. Kama tuko kwa mahusiano, si ndio? Niko kwa ndoa. Lakini pesa ni bwana alileta, akanunua gari. Bado nitasema ati hiyo gari pia ni yangu? Utasema gari ni yako. Nani anaweza niambia kwa nini nasema utasema gari ni yako? Sorry? Yes? Hapana. Si unamuoshea nguo? Si ndio? Si unampikia chakula? Watoto si ni wewe za, unajua watu wanazaa watoto, si ndio? People are paid to give birth to kids. People are paid, mnalipa house help, lakini mimi nakuoshea nguo. Mnalipa chef, lakini wewe unampikia, si ndio? So that is your contribution. Kama ungekuwa unafanya hivyo, labda hata yeye angekuwa na hiyo uwezo ya kununua hiyo gari. That is our argument as advocates. But ujue, anything that you earn, you earn during marriage, it's called a matrimonial property. Na vile nenda kukaa nataka kuwaibia siri. Wanaume mfunge masikio kidogo. Wanawake, mkienda kununua shamba, hii si 1990. Kama amekwambia nenda kununua shamba, mwambie mkakone nyangorone ninche naye mpaka mwisho. Mnaenda na yeye kwa wakili. Msiende hapa kwa vichorochoro chief. Ni sawa, enda kwa chief kujitambulisha, lakini enda kwa wakili mwandikiwe agreement, sawa? Na hapo kwa agreement mali imeandikwa
purchasers, yani wanaonunua. Ikelietalia Priskira ke mundu nyakwamba amona Mathias Nyakweva wamenunua shamba sawa sawa na transfer. Wanaume pia sisi tunapewanga pesa ya chama. Nikikwambia hata mimi nataka kununua gari, fanya nini? Tainya njama waneta ndeta kaleki tayerete, na wewe andikisha kwamba jina yako imefanya nini, imeingia hapo. Sawa sawa. Haya, mtaniuliza maswali baadaye. Thank you so much. Naona watu wamenyamaza, ni kama wameogopa sheria. Sijui nitasaidika aje na kamera kwa sababu I don't intend kusimama mahali pamoja. I'm unable to present nikiwa in one place. Tutasaidiana aje hapo? Wapenzi wa Bwana, amjambo. Amjambo. Nimeona bana yenu pale imeandikwa strengthening what? Strengthening what? Strengthening the family bonds. Jina ni Hilary Ongori Tom, mimi ni wakili. Kanisa yangu mliambiwa ni Riverside Moindi Memorial. Nani wanajua hiyo church? Hapo ndio nashiriki. Nilikuwa nashiriki Gekom for the longest time, but wakati tulipata kwamba wanataka kutengeneza Sabbath school, tukaingia huko Riverside Memorial. So strengthening the family bonds. Nataka mrelate na hii topic so that nisione watu wakiogopa sana ati mawakili wamekuja kusema sheria na sisi hatutasema chochote juu hatujui sheria. Si ni ukweli? One of the things that inafanya family bonds are not strong ni property. Ni ukweli ama ni uongo? One of the things zenye zinafanya hapa Kisii kuna kesi mingi za mauaji, za kupigana. Kesi yoyote, taja kesi yoyote. Shida inakuanga nini? Shamba. Shida ingine? Pesa. Property is one of those things, kama haiwezi angaliwa vizuri, inaweza leta shida kwa family bond. The family bond will not be strong if property haijaangaliwa vizuri. Acha tu nitawauliza maswali alafu nitafunza. Na ule anaangalia saa aangalia. Sometimes naongea sana mpaka nasahau. Mali yenye iko kwa familia, because you are talking about the family bond, ni ya nani? Tuanzie hapo. Na ile mic iko wapi? Mimi nafunza class. Zungusha. Mali yenye iko kwa familia ni ya nani? Ya kila mtu. Ni ya kila mtu. Mwingine mwenye ako na jibu tofauti? We want an engaging class. Ask the elders to answer. Mali ni ya nani kwa ebi intone bianga senka. Nani asikiki Kisii? Mali ni ya mzee. Si ndio? Huyu amesema ni ya mzee. Mali ni ya wenye familia. Wenye familia. Wamama pia wachangamke. I want answer. Mali ni ya familia. Familia. Kuna mwingine hapa? Okay, mimi nitaweza sema hivi. Mali ni ya baba, mama na watoto. Very well. Kuna mwingine hapa pia amesema ni ya wenye wameoana. Wanandoa. Mali ni ya watoto. Mali ni ya watoto. Very well. Wacha tufikie hapo. Okay. Wacha tufikie hapo kwa hayo majibu. Si mmeona kuna majibu tofauti. Sasa inamaanisha kwamba hiyo mali lazima italeta Kama mama anajua mali ni yake na watoto, na baba anajua kama mzee vile amesema mali ni ya mzee, kukue na wakati ambapo mtu anataka kutumia hii mali, kutakuwa na Nao leo nataka tujifunze maneno mengi kwa muda mfupi ambao tuko nao. Alafu tena niulize swali lingine. Mimi nakuanga kitu tunaita a women property rights champion. Huwa tunaenda kwa field tunafunza watu kuhusu property rights za wamama na za wasichana. Acha niwaulize, msichana anafaa kurithi shamba ya baba? Tutaki chorus. Nataka class. Ndio Ndio. Ladies, I want you to answer. I also want elders na men in our midst to answer. Wasichana wanafaa kupewa shamba? Yeah, kwa sababu ni mtoto wako. Thank you.
I'm really interested. Kuna mzee pale, kuna mzee pale. Unajua hiyo sheria ilikuja baadaye, lakini Kwanza huyo amejibu vizuri. Wacha tu huyo venye anasema baadaye, huyo nitamjibu vizuri sana. Pea ule wa green. Yes, they have a right to inherit land. They do. They have. Thank you, thank you. Wacha tufikie hapo. Wacha tufikie Acha hapo. tupate hii. Kulingana na sheria ya Kenya siku hizi, kila mtoto anastahili. Sasa, thank you. Sasa Diana, nataka ukae chini nifunze. Nataka ukae chini nifunze vizuri sasa. Hiyo maneno ya kusema hivi karibuni na siku hizi nitajibu. Wacha tuulizane. Hapa Kenya, sheria kubwa kabisa ni gani? Kwanza tuulizane, kuna sheria ngapi Kenya kabla tuende sheria kubwa? Kuna sheria ngapi? Yes? Kuna sheria mingi sana hapa Kenya. But sheria kubwa kabisa ya Kenya ni gani? Nani anaweza jibu hiyo? Sheria kubwa kabisa Kenya yenye kila mtu anaangalia ni katiba. Mmaisikia mtu akisema katiba? Constitution. Mmaisikia mtu akisema unconstitutional? Mmesikia hiyo maneno? So sheria kubwa kabisa ni katiba. Na kila kitu ambayo inaongelewa kwa hii dunia ya Kenya iko ndani ya katiba. Ukitaka kujua kuhusu religion ama kanisa, imeongelewa wapi? Article 32 inaongelea kuhusu maneno ya religion. Ukitaka kujua kuhusu shamba imeongelewa wapi? Kwa katiba, Article 40 about property. Ukitaka kujua kuhusu mazingira, all those things zenye ziko kwa hii dunia, including tuseme ndoa, hata familia, zote ziko wapi? Kwa katiba. Alafu sasa tuko na sheria tofauti. Katiba inatoa summary kuhusu maneno ya property and inheritance. Alafu sasa tuko na specific laws, zile ambazo zinaongelea kuhusu vipengee tofauti za nini? Za yale mambo ambayo yanafanyika kwa hii Kenya. Sasa wacha niongee kuhusu succession, kwa sababu tulikuwa tunaongea kuhusu property na inheritance na hiyo maneno ya succession. 1981 mpaka saa hii ni miaka ngapi? Kwanza nani walikuwa 1981 hapa hivi? Mimi sikukua, wacha niweke chini. 1981. Mnaona ni wachache wale wamekuwa. From 1981 mpaka saa hii ni miaka ngapi? 43 years. Sheria ya maneno ya kuhusu succession na inheritance ilipitishwa 1981. 43 years ago walipitisha sheria ya nini? Ya inheritance. Section 29 ya hiyo maneno ya inheritance. Kwanza wacha kabla niingie kwa section 29. Succession inamaanisha nini? Succession inamaanisha kwamba kuna mtu ameaga na alikuwa na properties ziko registered kwa majina yake. Tutatoa aje hizi vitu ambazo zilikuwa registered kwa majina ya aliyekufa mpaka kwa wale wamebaki? Hiyo ndio process ya nini? Succession. Na ni nani anafaa kufuata mali ambaye mtu amefanya nini? Ameaga. Hiyo sheria ambayo ilipitishwa 1981, 43 years ago, ilisema mtu wa kwanza. Sasa nataka tujifunze na example. Tuseme ni mzee ndiye ameaga, si ndio? Mzee ako na watoto, ako na bibi. Ni nani ako na ruhusa ya kufuata vitu za marehemu? Nani? Mzee ndiye ameaga. Wengine wamesema mama, kuna mwingine ako na jibu tofauti. Yes? Huyo mwingine amesema firstborn. Nani? Mwingine amesema kijana mkubwa. So, hiyo law ya succession 1981 inasema ya kwamba mtu wa kwanza kufuata properties wakati mtu ameaga ni spouse. Spouse ni mtu gani? Kama ni bwana ameaga, bibi ya. Kama ni bibi ameaga, bwana ya. Number 2, section 29 inasema children of the deceased. Children of the deceased ni watu wa gani? Watoto wake. Haisemi wasichana ama wavulana. Na hiyo ni 1981 na haijawahi kuwa amended. So wale ambao wamesema ati ni sheria ilikuja juzi, sio hivyo.
from 1981 mpaka saa hii hawajawahi badilisha. Ni spouse ndio anakuwa wa kwanza, kutoka kwa spouse unakuja kwa children of the deceased. Kama watoto wako tunaenda wapi? Yes? Kama watoto wa marehemu wako, nani anafaa kufuata vitu za marehemu? Kuna mtu amesema parents. Unaenda kwa parents. Kama parents hawako? Huyo mzee amesema vizuri sana. Brothers ama ndugu zake. Kama ndugu zake hawako? Inaenda kwa relatives. Kama relatives hawako? Kuna watoto wanasema pale outsiders. Hizo vitu zote za marehemu zinarudi kwa serikali. So one of the things tumekubaliana zinaleta shida kwa familia ni property, si ndio? So nataka leo kuwaeleza kuhusu the entire process. My sister ameongelea wills, na mimi nataka kuingia ile section ya kama hakuna will what happens. Si ni kweli? Lakini nataka tuanzie mahali pa kusema hivi. Wakati mtu ameaga, hakuna mtu hata mmoja ako na ruhusa ya kudeal na vitu za marehemu kama ana barua kutoka kotini. Hakuna mtu yeyote, nataka nirudie, hakuna mtu yeyote ako na ruhusa ya kudeal na property ya marehemu kama ana barua kutoka wapi? Iwe ni mama ya huyo mtu ambaye ameaga, iwe ni bwana yake, iwe ni bibi yake ama watoto wake. Nobody has a right to deal with the properties of a deceased person bila kibali kutoka wapi? Kotini. Yeyote ambaye atadeal na property ni hatia kisheria kudeal na property ya marehemu bila kibali kutoka wapi? Lakini wacha tukuja hapa mahali tuko sahi. Watu wangapi sahi wako na title deed hapa? Sisi tunaongelea about strengthening family bonds. Na property, kuonyesha huko na property, one of the things you have ni title deed. Si ni kweli? Wangapi wako na title deed? Mkono tu juu. Straight, nataka kuona. Very few people wako na title deed. Wale wengine mnaishi mahali mnaishi wapi? Ama hapa ni kwa town wanaishi kwa rentals. Okay, wacha niulize vizuri. Uko nyumbani ushago, wangapi wako na title deed? Ile shamba ya mzee aliacha ama ni babu, nani yako na title deed? Achana hii ya kununua. Mkono tu juu hivi. Uko nyumbani, mmoja peke yake kwa entire congregation. Inamaanisha nini? Bado mali iko kwa jina ya marehemu. Lakini hapo nyumbani ni wangapi wameuza shamba? Ni wangapi? Watu wengi wameuza shamba. Na tumesema hakuna mtu ako na ruhusa ya kufanya ama kudeal na properties za marehemu kama hana kibali kutoka wapi? Sasa kama waendelea kuuza na hawana kibali, ita strengthen family bonds ama itaharibu? Inamaanisha yule mwenye ameuziwa amedanganywa. Ni wangapi wamenunua shamba hapa mahali? Mahali umenunua huko na title deed? Zingine hazijatoka. Na mwenye ulinunua kutoka kwake ni marehemu ama ni watu wa marehemu? Ni watu wa marehemu. Hapo sasa kwanza ndio tunapata shida. Watu wenye walikuuzia title kama marehemu ashakufa, walikuuzia shamba, hawana capacity under the law kukuuzia shamba. Ni hatia. Kama marehemu alikuwa amekufa na mtu anakuuzia shamba, hana grant kutoka kotini, hana uwezo wa kukuuzia shamba. Kama ulinunua na sasa mmekuja baadaye mkafanya succession na umepata namba, inamaanisha work backwards. Mlikuwa kwa hatia mkaanza kurekebisha. Tunaelewana mpaka hapo? So kuna njia mbili kwa maneno ya succession. Number 1, uandike will kama uko Number 2, uogope kuandika will, uage vitu zako zianze kugawanywa kulingana na sheria.
Kwanza watu wenye wako hapa wale wazee wamekuwa wazee wako na properties. Kijana wako akikuja kuambia nataka uandike will. Mtasema aje mzee? Wale wazee mtu akikuja kuambia nataka leo mtu andikie will ya hii maneno. Mtakubali? African nature mtu anasema huyu mtu ananitakia mazuri kweli. Anataka nifanye nini? Nikufe. But that is not the case. What is the agenda ya kuandika will? Kwa nini unataka uandike will? Inakusaidia vile tulifunzwa hapa kwamba unakuwa na control ya mali yako wakati wewe uko hai. Unasema ni nini inafanyika na mali yangu. Hao watu wote wenye umeona hapo wamesema reserve, hawana title. Ni kwa sababu forefathers ama baba zao ama ambao walikuwa na mali hawakuandika will. Kama wangeandika will, already ingejulikana nani anapata nini wapi. Mumeona uzuri wa will? Kwa sababu wazazi wale wakubwa hawakuandika will, sasa inamaanisha hiyo mali yote ya huko reserve inafaa kusimamiwa na kulingana serikali vile inafanya nini? Inasema. So, kama uandiki will, tunaingia kwa process sasa ya succession. Tumesema succession ni kukusaidia utoe mali kutoka kwa marehemu mpaka kwa watu ambao wamebaki. Tumepata ni nani anaweza fuata vitu za marehemu. Sasa tunataka kujifunza unaanzia wapi. Sasa hizo shamba za ushago nataka tuzifanyie succession tukiwa hapa. Kila mtu ajue ni namna gani atatransfer property from the deceased mpaka mahali wako. Kitu ya kwanza kabisa ni kujua familia yenu, mkae chini, mkae kwa meeting. Wale watoto wa marehemu wote. Kwa sababu law of succession nimesema ya 1981, children of the deceased, watoto wa marehemu. Wote wakae chini, mkuwe na mkutano. Museme tumekaa hapa kwa hii shamba, babu aliacha hii shamba, lakini hatuna title. Tunataka kufuata maneno ya title. Mukae kama familia, mkuwe na minutes, museme kwa hawa ndugu zangu wote, kama ni mama amebaki ama ni baba, nani atafuata vitu za marehemu, nani atakuwa administrator. So number 1 tunaanzia wapi? Kwa family. After that meeting kwa family, mkubaliane nani atakuwa administrator. Administrators wanaweza kuwa watu wawili, mmoja, lakini maximum wakuwe watu 4 for administrators. Kuna zile familia ambazo ziko na several households. Unajua pia reality ni mzuri. Hata kwa church yetu ninajua kuna watu wenye wana come from families whereby wako na 3-4 wives. That is the position. Ama si ukweli? Hata hapa ninajua sio huko kwetu peke yake. Hata hapa ninajua kuna watu who come from families who have the fathers walikuwa na 3-4 wives, si ndio? All those family members wanafaa kukaa. Kama ni family yenye ilikuwa polygamous, wote lazima wafanye nini? Wakue kwa hiyo kikao. Wasichana wenye waliolewa wanafaa kuitwa kwa hiyo kikao. Lazima wakue kwa hiyo kikao kwa sababu ni watoto wa marehemu. Wakikaa chini, waseme for example from every, kama ni polygamous setting, wachague representative from the 3 families. Wakue proposed what? Administrators. Watu wote wenye wamekaa kwa hiyo meeting walete copies of their IDs. Wakuje na ID zao copies. Mkishakaa chini mumetengeneza hiyo minute, ndio mnaenda next step. Tumetoka kwa familia, tunaingia kwa chief. Mnaenda kwa chief. Kazi ya chief ni kazi gani? By the way, kuna mahali tumetembea tumeona visanga. Ukienda place kama Nyansionga huko juu, scheme. Hata hapa Kisii, there are other places. Chiefs wanakuwa wagumu sana. Kuna chief, any chief in the house? Any chief? Kuna chief mpaka wana charge 100,000, 200,000 kuandika barua ya kuintroduce family to the court. Wale wenye wamefanya hiyo kitu wanaweza jua hiyo maneno. Kazi ya chief after mmefanya meeting nyumbani ni kuintroduce the entire family using those IDs mpea, using those minutes mpea. Aandike aseme kuna mjamaa alikuwa anaitwa George,
aliaga, alikuwa anatoka my location, na aliwacha hao watu ambao wafuatao, at least everybody there anaandika Justus relationship asema son, Jane relationship daughter, kama ni mtu mkubwa anasema adult, watu wote wakuwe hapo kwa hiyo chief's letter. Tunaelewana? So kazi ya chief ni kuintroduce family to the court, na anatumia nini? Zile ID mmemletea na minute yenye mlipitisha pale kwa familia. Akisha andika barua, na inafaa kukuwa free of charge. Ni ile tu some chiefs wanajaribu ku enrich themselves using hiyo process, na saa zingine wanategemea kutojua kwa watu. Once introduce family, sasa by that time muko na barua ya chief, muko na minutes zenu, na muko na copies of IDs zenu zote. Mukifika hiyo stage mmemalizana na chief, munatafuta watu wawili wanaitwa guarantors. Nani amewahi shikwa hapa akaenda, ama mtu wake ameshikwa akapelekwa cell ama court? Kuna mtu wake ameshikwa hapa? Watu hawajaishikwa hii Mwembe? Ukishikwa, ukienda kuachiliwa, si unaambiwa tafuta mtu wa kusimamia utoke nje? The same way mkifika kwa process ya succession, mmemaliza kupata barua ya chief, lazima mtafute watu wawili independent people ambao watakuwa guarantors. Watagarantii kwamba wale proposed administrators watafanya kulingana na vile koti itasema. So hao watu wawili wanawapea 2 copies of IDs, nazo muna include hapo. Next stage sasa, mkishapata hizo vitu, mnaingia kwa wakili. Mnaingia kwa wakili na hizo vitu zote. Lakini kabla tuingie kwa wakili, nataka tutaendelea hapo kwa wakili. Wale wenye wamewahi interact na process ya succession. Succession inachukua muda gani ndio inaisha? Mkono tu hivi. Hiyo sasa lazima nipee mtu mic. Succession inachukua muda gani? Mupee mic, nataka tuzungumze on that issue.